Ukiangalia East Africa mzima kiukweli, ukiangalia kwa watu ambao wako na followers sana na ni wahubiri sana sana, unapata Dr. War ni kama kiukweli ana mafan sana. So guys, ningependa sana uangalie jinsi gani mafans ama washirika wanafaa kumfanya pastor kwe na maisha mazuri. Wacha niwaambie, maandiko yanasema kwamba hata kwa Mwenyezi Mungu kuna vitu vya dhahabu na vitu vyenye dhamana sana kuliko vya hapa duniani. Kwa hivyo kama unaweza ukamhudumia Mwenyezi Mungu, basi kuna vitu ambavyo vitakufuata hakika. Hapa wacha tuweke hii picha. Hii picha ningependa director niweke picha. Picha ya kwanza mimi nataka kuonyesha hoteli ambayo Dr. Awora alikuwa amelala ama anaendaga kulala. Ndio hii hapa. So hiyo siku yenye unasikia alikuwa anakuja, mimi nilipita hapo, nilikuwa na unajua ni shughuli za kwangu hapa na pale. So unapata mpaka kuna polisi. Kuna polisi kwa barabara na barabara imejaa sana. Hata kama ni president wenu akikuja, amweze mkatokea hivyo. Unaona? So mkiangalia hii picha, vile unaiona hivi, hao wote ni watu ambao walikuwa wameenda kwenye mkutano wake na wamelala kule wakimngojea sana. Ukiangalia kweli watu wamelala, vitu vimejirusharusha, unaweza fikia kwamba ni soko. So hii ni picha ya kwanza. Na director niweke picha ya pili. Ukiona jamaa wako, yani kuna kitu alinibamba. Hii picha ukiangalia, ndevu yenyewe ameikava. Sijaiona kitu kama hiyo. Na mimi nijiuliza mbona amekava kitu inaitwa ndevu zake, amezivalisha kwa kitu. Unavyotazama hii picha, kiukweli hapa imenichanganya sana. Alafu ya tatu, nataka kuonyesha wingi na security alikuwa amewekewa Dr. War. So director, ningependa tena uniwekee picha ya tatu muweze kuangalia. Hizi ni picha tatu peke yake nimewaletea, na hapa hivi mnavyozitazama kiukweli zinachanganya watu sana. Na hapa inaonyesha watu wengine kwamba mapasta, acheni kulalia talent. Acheni kulalia talent bwana. Unaweza kuwa umekombolewa. Imagine anakomboa hoteli mzima ya Amerika. So hiyo siku hakuna mtu yeyote ataenda kulala huko. So guys, kitu kilikuwa kinanichanganya ni moja. Ndio ni prophet wa Mungu. Na Amerika, si tuseme hizo ni lodging. Hata kama ni hoteli ziko na lodging, then unaweza lala kule. Si ndio? So inaweza kuwaje prophet wa Mungu anakuja kulala kwa hoteli, instead nyinyi wenyewe mjipange mumjengee nyumba. Haikuja Nakuru anaingia kwa hiyo nyumba na lala. Mjengee state house. Kuliko akuja kulala kwa hizo lodging. Zinaleta picha mbaya sana, kwa sababu hiyo ni kuharibu wateja. Hiyo siku wateja ni kama hawakufanya vitu zao, na wale ambao wanauza mali zao kule au kwenda kulala kwa hiyo hoteli kwa sababu ya prophet wa Mungu. Guys. Watu wananifurahisha sana. Na hakika mimi wakati nilitazama hizi picha zote na nikatazama yenyewe, niliambia Mungu kitu moja. Mimi ni msanii. Ikiwezekana hata siku moja pia wakisikia nakuja Nakuru, wanabook ticket na wanakaa kwa kiwanja kabla sijafika. Hello, mpo? Otherwise, mimi naitwa Mwanakwamesa na niko live kutoka Sanaa ya Gusii TV. Sanaa ya Gusii TV ndio TV ya kiukweli, unaweza pata chochote kile. Sometimes tunapiga umbea wa East Africa, Tanzania, Uganda, Somalia, whatever, mpaka tunakuja Kisii, Kenya. So guys, cha muhimu ni kusubscribe ndio uweze kupata chochote kile ambacho tunakipost kutoka Sanaa ya Gusii. Kwa hivyo kwa hizi picha zote nimewapatia tatu, ningependa sana washirika wa prophet wa Mungu muweze kutafakari sana. Muweze kutafakari. Hapa swali langu ni moja, nimewambia si vizuri mtumishi wa Mwenyezi Mungu kuja kulala kwa lodging whereby mnaweza mjengea state house hapa Nakuru. Na akija analala kwa state house. Itakuwaje? Nicho Mwanakwamesa na niko live kutoka Sanaa ya Gusii TV. Cha muhimu ni kusubscribe,
kucomment na kushare kazi zetu. Otherwise, bye bye until next time. Hello.